Habari za asubuhi. Shikamoo wakubwa. Leo presentation inatoka Dental Department. Tutazungumzia topic yetu ambayo inaitwa Myth and Traditional Practices. Hii hapa ni zile imani potofu pamoja na mambo yote ya mila na desturi za jadi ambayo yanafanyika kwa lengo la kutibu au kuzuia swala zima la afya ya kinywa na meno. By introduction, myths and traditional practices in dentistry are cultural beliefs, customary methods related to oral health that has been passed from one generation to another. Kama nilivyosema, hizi hapa ni yale mambo yote ya kitamaduni ambayo yamezoeleka kufanyika kwa lengo la kuleta matibabu ambayo hayako proven kisayansi. Yaani kisayansi haya hayajaidhinishwa au hayajapitishwa. In many communities, these beliefs influence how people prevent and treat dental problems. While other traditional practices may be harmless, others are not scientifically proven and can negatively affect your health. Kwa kwenye jamii zetu hizi ni imani zinawasaidia watu au zinawahimiza watu kuweza kuzuia au kutibu matatizo ya afya ya kinywa na meno. Mengine yanaweza yakawa hayana madhara haya mambo yanapokuwa yanafanyika, lakini kisayansi hayana uhalisia wote wala ukweli wowote. Therefore, understanding these myths and practices is important to promote safe and effective dental care. Kwa inatupasa ili kuweza kuelewa hizi, ni lazima understanding these myths and practices is important to promote safe and effective dental care. Kuelewa hizi mila na desturi potofu pamoja na dhana zote ambazo sio sahihi itatusaidia kutoa afya bora ya kinywa na meno pamoja na kutibu matatizo mbalimbali ya kinywa. Mpaka hapo mmenielewa kinachoenda kuzungumziwa hapa? Au kuna watu hatuko pamoja? Tuko pamoja. Hizi mila na desturi potofu pamoja na imani mbalimbali za zamani huko na nyingine bado zinaendelea kufanyika, zipo nyingi sana, lakini leo tutadiscuss imani 13. Imani potofu 13 tu. Nyinginezo tutadiscuss hapa kwenye maswali, kuna watu watauliza baada ya kuelewa kinachoenda kuendelea hapa. Namba 1, tooth extraction is the only treatment for toothache. Inaaminika kwamba kung'oa jino ndo matibabu sahihi kwa jino ambalo lina maumivu. Hiki ni kitu ambacho sio sahihi. Many people believe when tooth starts hurting it must be removed. Watu wengi wanaamini, mpaka sasa hivi mtu anakuja anakuambia mimi jino langu linaniuma ning'oe tu, yaani hataki kushauriwa kufanya matibabu mengine, wakati kuna matibabu mengine ambayo yanaweza akafanyika kama hizi fillings au root canal treatments kwa ajili ya kulifanya hilo jino liendelee kuwepo. Namba 2, tooth decay is caused by worms. Pia inaaminika kwamba na watu wanaamini kwamba kutoboka jino au jino lilooza linasababishwa na minyoo. Yaani ndani ya jino lilotoboka kuna minyoo ambayo ndio inasababisha hilo jino kuwa bovu, ambayo limesababisha jino kuwa bovu. Kitu ambacho sio kweli. Some communities believe there are worms inside the tooth causing pain. Watu wanaamini hivyo kwamba kuna minyoo ambayo yanasababisha maumivu ndani ya jino. Scientifically, tooth decay is caused by bacteria that produce acid and destroy enamel.
kisayansi anayesababisha jino kuoza au anayetoboa jino ni bakteria, ambaye mekanizmu yake inayotokea pale ni mtu akila chakula chenye sukari, kwa sababu sukari ambayo bakteria anaifuata ni ile ambayo ni ya kiwandani, sio ya kwenye matunda wala natural foodstuffs. Hapana, ni ile ya kiwandani. Mtu akila mfano pipi au hizo biskuti, afu asipopiga mswaki ndani ya dakika 30 pale activities zinakuwa zinaanza. Bakteria anafata pale ile sukari, anafanya kazi yake, mwisho wa siku anatoa acid kama kinyesi, ambayo ndo inapelekea kutoboa hiyo enamel layer, ni layer ya nje kabisa ya jino ambayo inaonekana mdomoni. Number 3, charcoal is better than toothpaste. Kuna watu mpaka leo, bora hata sisi ambao tuko huku mjini kidogo tunaweza kupata elimu, lakini kwa wenzetu ambao wako vijijini bado wanatumia mkaa kama dawa ya meno. Yaani mtu yeye atumii dawa hii ya meno ya dukani, anatumia mkaa kusugulia meno, na anaamini kwamba mkaa ndo unasugua vizuri meno kuliko dawa ya dukani. Many people think brushing with charcoal makes teeth stronger and whiter, kwamba ndio inafanya meno yanakuwa imara na meupe zaidi. Excessive charcoal use can damage enamel and cause sensitivity. Yaani ukiwa umeshazoea au unatumia sana mkaa kusugulia meno yako, inapelekea kuharibu ile enamel layer ya nje kabisa ya jino. Mwisho wa siku mtu anakuambia mimi napata ganzi. Akija complain yake kubwa kwa mtu ambaye anatumia sana mkaa kusugulia meno, anapata ganzi. Number 4, milky teeth are not important because they will fall out. Wapo wazazi ambao wanaamini meno ya utoto yale hayana kazi yoyote. Yaani hayana kazi yoyote. Kwa hiyo mtoto akitoboka jino au jino likiwa limeoza kwa sababu ya pipi, yeye akifika dental clinic anataka tu ile jino ling'olewe. Wanakuja hapo, mtoto ana 3 years anataka kumng'oa jino, wakati bado ana safari ndefu sana ya kutumia haya meno mpaka afikishe miaka 13 ndo permanent zinakuja. Kwa ana muda mrefu sana, ambayo hii inaleta effect kubwa. Some parents ignore decay in children's primary teeth. Baby teeth are important for speech, chewing and guiding permanent teeth. Meno ya utoto jamani yana faida ya kumfanya mtoto aweze kuongea vizuri. Yaani yana msaada kwenye swala zima la speech, chewing kutafuna, pamoja na kutengeneza alignment ya meno ambayo ni permanent yanokuja kukaa pale. Mtoto ana meno 20, mtu mzima ana meno 32, wengine ana meno 28. Meno ya mwisho anakuwa bado hayajaota au yameota yako chini, hayajatokea kabisa mdomoni. Kwa hiyo zinapokuja permanent teeth, zinaenda kuchukua space ya hizi temporary au milky teeth kwa kufuata utaratibu ule ule. Unakuta sehemu ambayo alikuwa huyu mtu ameota labda central incisor hapa mbele, inakuja central incisor hapa mbele, inakuja permanent central incisor pale pale. Kwa hizi baby teeth ni muhimu, zina guide hiyo permanent teeth alignment. Number 5, pregnant women should not visit the dentist. Wanakuja watu wengi sana pale wanauliza maswali. Wengine wanajua kwamba mtu akiwa mjamzito